kuhakikisha contract wa hiyo mradi amekuja, bali imebaki tu kidogo iweze ikamalizika. Your Excellency, Your Excellency, tunataka kukuhakikishia kitu kimoja. Watu wa Tharaka Nithi County wako na imani na wewe 100% pamoja na Liginji. Hapa Tharaka Nithi County hutawahi kusikia maneno ya maandamano, Your Excellency. Hapa sisi ni wangwana, na ule atajawahi kuleta nyoko baba yao wako. Hakuna nafasi ya kuleta nyoko hapa Tharaka Nithi County, Your Excellency. Na tunataka kukuhakikishia, tunajua wewe ni mpenda amani na wewe ni muungwana kabisa. Lakini mtu anaitwa kitendawili anatusumbua muda mrefu. Akasumbua hayati mzee Kenyatta, akasumbua hayati mzee Moi, akasumbua Kibaki, akaifanya handshake na mtu anaitwa Uhuru Kenyatta. Asikutisa, Your Excellency. Ile ndamenju amefanya njana ni ya kutosa kuwa prosecuted with a claim, economic claim. Wacha ya tumbukizwe ndani, kwa sababu kuna wengine wameshikwa kama ule mpigo maboko. Kama huyu mtu wa siku, Your Excellency, tunaona hata wewe hatukuelewi mzuri. Ama ni namna gani watu wetu wa Tharaka Nithi? Huyu mtu atumbukizwe ndani, na ukikataa kutumbukiza ndani, sisi wenyewe nitamtumbukiza ndani. Pamoja na huyo pia lengeroda wake ambaye walibeba pesa yote, kwa sababu hii kitu iko na finances. Ile pesa which was rooted in the last regime ndio inakuja kutusumbua saa hii. Ama namna gani? Kwa hivyo last time nataka naomba kumalizia hapo nikimshukuru kwa sababu ya kunipatia nafasi kuwa mjumbe wenu mara 4. Sawa sawa? Ikifika hapo mimi nisituachie watu wengine. Alafu mnanipangia namna gani jamani? Mnanipangia namna gani? Namna gani? Wacha nione wale wanasema the that. Your Excellency, tukishukuru kwa ile watu umetupatia nafasi wakiongozwa na Profesa Kithure Kindiki. Vile vile na tuko na PS, tuko na CAS hata kama imepelekwa kotini, au tuko na masuja wetu. Moja ni yule rafiki yako anaitwa Bwana Mbongo. Huyo na ni rafiki yako, nimetembea kwake. Tafadhali gazeti ya kesho ikitoka akituhakikisha ako ndani. Mheshimiwa Hassan alikuwa chairman wa KPCU, naye ikaenda namna hiyo akangolewa. Profesa Njoka ako hapa awalijed, naye vile vile usimsahau, kwa sababu sisi wote tumeamua kufanya kazi na wewe. Atuangalie wale walikuwa mlengo ile ingine. We are one people, the people of great people of Tharaka Nithi County. Asanteni sana na Mungu ambariki na muendelee kunikalisia ngoma. Haya, watu mnene pato dakika moja. Pato. Asante Your Excellency. Niseme Your Excellency, watu wako wasiwasi kidogo, usijali. Kiti ya kwanza antumetu turega tulisasawa. Your Excellency, mimi sina mengi. Kwanza nataka kukushukuru kwa sababu ya kutembea Tharaka Nithi. Ile siku ingine ulikuja kusema asanti, tukafanya kanisa, na leo umerudi Tharaka Nithi tena. Your Excellency, tunakushukuru kwa ile mradi umefungua hapa. Kubusha pia tuko na ingine kule Chuka ambayo umesema utatembelea na mwezi wa 9 that is September. Na ile mradi ya Chuka, Your Excellency, ni kubwa. Ile kitu itahitaji ni dam, ndio hiyo mradi wakati wa jua isikauke isavu watu. Na Your Excellency, tumeongea na wewe na umeongea na waziri kwamba tujenge dam pale inaitwa ya Tungu, ambayo itaserve the whole of Chuka, iende Igamba Ng'ombe na iende Tharaka mpaka Chiakariga, Gatunga kuteremka. So Your Excellency, hiyo ndio maombi yangu. Tuko na barabara zimekwama, unazijua kwa sababu wewe ndio ulianzisha. Zile barabara zimekwama, Your Excellency, sisi mahali tuko ni mahali ulituacha 10 years ago. Ukienda kaunti zingine utasikia wanaongea mambo ya project ambayo ilianzishwa last year but one ikakwama. Lakini Tharaka Nithi tunaongeanga zile ulituacha wakati ulikuwa deputy president. Ni kweli watu wetu? Kwa sababu wakati sisi tuliingia msituni na wewe, tukiongozwa na Gidike hapa na viongozi wa hapa, sisi tulitengwa kabisa. Hakuna project imepatikana mpya Tharaka Nithi for over 10 years. So Your Excellency, hawa watu ni vizuri nikwambie ukweli, hii uongozi yako sisi tunaona ndio uongozi ya Tharaka Nithi sasa. Wakati tunakuona wewe na Rigathi Gachagua, tunajua shida za maji Tharaka Nithi kwenda mpaka kule Tharaka zimeisha. Kiti ya mwisho, Your Excellency, hii mtu anaitwa Raila na Uhuru, Your Excellency, their biggest problem is they think you are succeeding. Kwa sababu hujawahi jiuliza ile siku tulienda kukupatia ile bendera pale, Uhuru Kenyatta alikuja amefurahi na suti mzuri, akakuja mpaka na bibi.
kwa sababu Uhuru Kenyatta was so sure ile shimo amechimbia Kenya hautaweza kuitoa. That's why he was so sure. Na akakuja kukusherekea ili aone ukianguka. Tuseme shetani ya Sasa Uhuru ameangalia wakuwa na baba wakasema huyu jamaa ni kama anatoka. Ile shimo tulimuacha anatoka. Wakaona for the first time umeweza kulipa mishahara bila kukopa loan. Wakaona for the first time hakuna mbunge hujapea CDF. Wakaona for the first time umeweza kulipa counties pesa. Wakakaa wakasema huyu jamaa atatoka. So ndio maana wakaanza vujo. So ile fujo ni ya ili Kenya isiendelee mbele. So your excellency, kama vile Mheshimiwa Biuki amesema, you know watu wana na kujua your excellency and we have no problem with your property. Raila Odinga akipata ukubwa, kiti ya kwanza inakuanga kukumbuka ndugu yake, kukumbuka sister yake, kupata mtoto yake kazi, lakini wetu anawapeleka maandamano wakapigana na polisi na bunduki. And I want to tell the youth and the people who are following Raila Odinga kwamba Raila afanyi maandamano kwa sababu ya bei ya maisha. Raila Odinga alikuwa na maandamano wakati wa serikali iliyopita. Akasema bei ya unga, bei ya unga, bei ya unga. Ile siku aliitwa pale kwa stairs, hakukumbuka bei ya unga tena. Ukweli uongo? Ukweli uongo? Hata yule Kalonzo walikuwa wanatembea na yeye na sijui Kalonzo alilogwa ama ni nini, alimudanganya ati nilikutafuta na simu nikakukosa. So I want to tell the people who are following Raila Odinga kwamba Raila Odinga is a conman, anatafuta kwa tumbo yake na atafutiwa Kenya. Ukweli uongo watu wetu? Mimi nataka kumalizia hapo rais. Nikikwambia rais, sisi tukikuona na huyo conman tutasikia vibaya sana. Na Uhuru Kenyatta ni rafiki yetu na tulikuwa tunamheshimu mpaka wakati alianza kututafutia project. Sasa umpigie simu umwambie akiendelea na hii tabia. Si wewe najua mnaongeanga tu kama malais. Umwambie wewe rafiki yangu ile pesa uliiba usitukumbushe tukufuate. Lakini mambo ya Raila Odinga your excellency, unless pia wewe unatumia ile urafiki mlikuwa nayo kitambo, Raila Odinga should be in jail right now. Wakati tunakubaliana Raila awekwe ndani. Amri nimepata. Haya, wacha nimuite Murugara GG. Asante. Asante sana your excellency. Mimi si mimi. Usiseme ni mimi. Ni wao tu. Sijui kwa nini, lakini wako na jawabu. Thank you so much your excellency. Karibu sana hapa Mara na tunakaribisha Tharaka. Sasa tumekuwa huko Chuka, Kirubia, tumekuwa hapa Mutindwa. The next one ile tunapanga vizuri tunaingia Tharaka. Tuko na maendeleo chungu nzima. We will keep you for a whole day. Ukifungua tumetengeneza hiyo. Pia ukifika huko tuelezee mambo ya maji. Unajua Tharaka hatuna maji. Kidhino damu iko sasa. Nasikia waziri yako hapa amesikia. Pia Grand Force ile inaitwa Kibuka High Grand Force uongee kidogo. Pia utumalizie Marimanti Chakariga, hiyo barabara inatupea shida.
na pia tupewe stima. Tharaka pia tuko nyuma sana wakati huu. Si namna hiyo? Asanteni sana. Your Excellency, unajua umesahau tu kupewa Biblia, ulipewa katiba. Ulipewa katiba, ukakula kiapo ukasema mimi nitalinda katiba mpaka siku ya mwisho. Umenituma niongee nao watu. Nimezungushwa. Tumezungushwa. Nimekuja kwako kaniambia hao watu wanataka nini. At the end of the day, tumeona they were not serious. Walikuwa wanajaribu kutupima. Hata wamesema wako na mawakili na wataenda kotini. Waambie Gitonga Murugara, mbunge wa Tharaka, ndiye wakili number 1 in this country. Kwa hivyo uko na mawakili. Wacha tuone hiyo koti wanasema watafika wapi. Si namna hiyo? Kwa hivyo just be yourself. Use the rule of law. You have the law to support you and we are there. Tuko hapo kumshika mbavu. Sivyo? Wangapi wanasema tushike rais mbavu? Si namna hiyo. Sasa nikimalizia watu wangu. Unajua mimi ni mtu wa kutumwa. Si unanitumanga? Nao watu pia nimesikia wakisema Murugaro umefanya kazi miaka 10, tunataka kukutuma. Kwa hivyo ukiona hao wakisema namna hii wanataka kutuma jiji. Mnataka kutuma jiji? Wangapi wanasema jiji atumwe? Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you so much. Welcome to Tharaka. Wacha nipatie mama wetu wa county anaitwa Mama Ngugi. Panda hapo mama. Utapanda kweli, utawezana na kupanda? Kama wacha asimame hapo kwa gari kando. Haya. Panda kidogo. Asante sana Your Excellency the President kwa kupatia nafasi hii. Anto mamo tindwa mugani. Tojire mutindwa gutinde mbe. Mi Your Excellency langu ni kushukuru tu kwa kuja hapa siku ya leo na kufikiria Tharaka Nithi. Unapopitia Kenya mzima ukafikiria upitia hapa siku ya leo. Langu nisema tu nashukuru sana kwa ile budget tumefanya, budget ambayo ni kamili nitaweza kusaidia watu wa Tharaka Nithi County. Leo tunazungumzia mambo ya maji na Your Excellency tunashukuru sana kwa kukubali kujenga ile damu ya Kedeno, damu ambayo tayari imewekwa kwa gazeti na mambo yake ya tenda inaendelea. Tunashukuru sana kwa kuendelea kufanya damu ya Tongo na hizo zingine. In the meantime tukiendelea kujenga hizo damu, Your Excellency, tafadhali fikirieni mambo ya earth dams kule chini tukingoja hizi mambo kubwa. Na kuna kitu hao watu hawajajua. Your Excellency, ukiniona na green hivi, asubuhi na mapema tumerauka na Deputy President ku launch the climate caucus. Greening umeweka mambo ya climate change 15 billion. Your Excellency, hao wagwana hawajajua kwamba upanzi wa miti ndio utaweza kuleta hiyo maji yote tunaongelea. Na nikimalizia Your Excellency, leo niko Mara na mimi ni mama wa all the constituencies. Lakini Mara na Yombea, Mara peke yake is the only constituency ambayo haina koti. Wanavuka kila mahali kutafuta koti. Mara peke yake tu ndio haina land registry. Wanaenda kando na kando wakiwa na mashinda ya ni. Mara peke yake kwa zote 3 ndio tu haina medical training college. Yet we have a level 4 hospital at Magutuni. Your Excellency, tafadhali kama mama, tunaomba tujenge pia medical training college pale Magutuni. Mambo ya Huduma Center hapa hakuna. Na hiyo mambo mengine yote tunakuambia ya Mara, tafadhali yaangaliwe. Kwa hiyo machache mimi sina mambo mengi Your Excellency, na ngoja tu 2027 wangana waniambie chenye wanataka. Asanteni. Asante sana. Niko na senator anaitwa Mopaya. Niko na senator hapo. Mopaya. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hata kama tunakualika Tharaka Nithi, wewe unajua Tharaka Nithi hata kutukuliko. Sababu Mheshimiwa Rais kutoka awe Deputy President amezunguka Tharaka Nithi huko Kadhanga chini, Kadhanga juu, Kamaguna. Hata yeye ndiye anajua sehemu nyingi kuliko sisi ambao ni wenyeji. Makofi kwa Mheshimiwa President tafadhali, kwa heshima tafadhali. Mheshimiwa Rais, wacha nikushukuru kwa sababu mimi ndi mjumbe wa county. For the first time since devolution, serikali ya Mheshimiwa Ruto imefunga mwaka bila hata ndururu ya county. Pesa yote amepatia for the 70 counties. Si makofi kwake jameni? Kwa sababu mangavana walikuwa wanalia akawaambia hapana, hatuwezi wenda kukopa ndio tulipe tupatie ninyi pesa. Wacha tukusanye usuru.
Na mimi nataka kutangazia watu ya Mara, watu ya Tharaka Nithi kwamba serikali ya Mheshimiwa Ruto saa hii haina ndeni hata 10 bob ya kaunti zote za Kenya 47. Si makofi kwake tena jamani. Mheshimiwa Rais, unajua nimesikia mambo mingi hapa. Sisi watu ya Tharaka Nithi ni watu wakali sana. Tukiona huyu jamaa na kusumbua huyu anaitwa Raila, mambo ya next week, kutoka next week nataka kusikia maandamano Kenya. Kwa sababu inatuletea image mbaya. Sana nimesikia kuna watu hapa Tharaka Nithi wanazunguka sijui nani Meru County, Mount Kenya, na mimi ningependa kusema vile Mheshimiwa Rigiji amesema. Sisi si watu ya machafuko, sisi ni watu ya kutafuta mali na kulinda mali. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli ama ni uongo? Mnataka maandamano ama mnataka kutafuta mali? Mnataka kutafuta mali? Hakuna vile serikali inaweza kujengwa kwa misingi ya mandeni. Ati ukitaka kushukari kidogo unakopa kwa jirani. Ukitaka kulipa school fees unakimbia kwa jirani. Mheshimiwa Rais, sisi kama senators, kama watu wa Tharaka Nithi, tunakuunga mkono 100%, tujenge uchumi wetu sisi wenyewe bila kutegemea mtu. Unataka hivyo ama hamtaki hivyo? Hivyo kwenda hapo tukwenda. Mheshimiwa Rais, nimeona tuko na mwenzangu Mheshimiwa Murango ako hapa Kirinyaga County. Awapi Murango inua mkono kwa wapi Murango ako wapi? Sawa ameenda. Na mimi napenda ushirikiano wa national government na serikali ya Muthomi Njoki, sababu Muthomi Njoki anashughulikia watu vizuri, na mimi kama seneta wake na msupport huko juu. Pesa yote tumeteremsha na tutaendelea kusapotiana miaka 5 nikiwa seneta wenu. Na asanteni sana kwa sababu ya kunipigia kura. Nitaendelea kuwasupport, nitaendelea kuwafanyia kazi bila ubaguzi. Mimi ni seneta wa Mara, seneta wa Chuka na seneta wa Tharaka constituency. Mofaya! Pamoja sana. Haya, tuko na speaker wetu Bwana Mbabo. Wapi makofi ya Mbabo? Tuko na MCS wetu. MCS wako area. Haya, wapigie jameni hawa waheshimiwa wetu wa MCS. Asante sana MCS. Niko hapa na muungwana mmoja anaitwa Mohamed Ali Chichofefu. Kutoka kule Nyali kule Mombasa. Na kabla hajaongea, tuko na viongozi wengine wetu ambaye ni chairman wetu wa kamati ya energy, anaitwa Vincent Kawaya. Mpigeni makofi. Tuko na waziri wetu wa maji Mama Alice Wahome. Mpigeni makofi. Tuko na Mugambi Lindekere Murwidhania. Nyinyi mnajua Murwidhania? Ako area hapa. Mbunge wa kutoka mahali fulani hapa anaitwa Bore. Tuko hapa na Bwana Bundu ambaye mnamjua, na tuko Bongo, sio. Alafu tuko na Muisraeli ambaye ni deputy governor wetu. Pige makofi. Haya wewe. Na tuko na mbunge wetu wa kule Mkuruweini anaitwa Bwana Kagusha. Pigeni makofi. Thank you. Kuja na mawe murudishe kabisa mahali wametoka. Msiogope kabisa. Na nyinyi wananchi hapa, nimesikia kuna watu wanataka kuleta fujo hapa. Muwatoe mbio kama gari ya miraa. Si namna hiyo? Ati mtafanya nini? Na huko Nairobi tutaenda, na Mombasa nimeona wameanza hiyo bangi. Tutaenda kuzuia hiyo bangi huko na tutanyorosha hii nchi, mupatie rais wa Jamhuri ya Kenya
nafasi ya kufanya kazi yake. Miaka 5 ikiisha kama hajafanya kazi, nyinyi ndio wadosi, si ndio? Lakini sio mtu ambaye kutoka mimi nizaliwe mpaka saa hii analia yeye anaibiwa kila siku. Jamani, hata mimi mtoto mdogo nimeingia kwa siasa nimeshinda mara 2. Wewe kila siku ni kuibiwa, na ukitaka ukatiwe nusu mkate mpaka mtoto wa mtu auawe. Safari chukua mtoto yako ya Uhuru Kenyatta uwalete barabarani, tupambane nao mundu kwa mundu. Wacha nimuite huyu muungwana anaitwa Mporo Aguri. Asalimiane tu kidogo. Haya. Ruto nengu nyamweroi ngambetembe ya Kenya yonde. Nyamweroi Kenya yonde. Nyamweroi. Very good. Antuba mara bwe babega. Tumukumie Yesu Kristo. Turuteni ngogea mwadhani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu pigani Bwana makofi wa Kristo wapendwa. Yangu ni kidogo sana. Ni kusema asanti Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kunialika siku ya leo. Mimi mwaka 2022 nilikuwa na Raila Amolo Odinga. Tulipigana na huyu mjamaa akiwa peke yake, tulikuwa na risasi na kirauni na pesa na kila kitu akatuuma. Sasa ndiye mimi naaloza Raila Amolo Odinga. Ndugu yangu Raila na kuuliza swali moja. Eti ya kwamba kama alitusinda akiwa Mansolo. Mwaka 2027 hata ukilia hata ukiteremka atakuwa rais wa nchi yetu ya Kenya ni William Samoei. Na hakuna wakati wa kupoteza. Sisi wa Meru tunajua eti ya kwamba kutoka Dhosi mpaka Tonyeri inasemekana kwamba ataekawa mama yako ndio baba ya. Na mama yetu Mkenya ameolewa na William Samoei Ruto. Ndio mimi nikiwa Mporo Mtwabori niliamua kujiunga na William Samoei Ruto. Eti ya kwamba hakuna maana ya maandamano katika nchi yetu ya Kenya. Na hakuna maana masikizano. Alisikizana na Kibaki miaka 10. Wa Meru wa Tharaka hawakupata. Akasikizana na Uhuru miaka 5. Wa Meru wa Tharaka hawakupata. Wewe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mwakidogo Mheshimiwa sikie. Wewe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wewe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ulipewa mwanamke mrembo na Nyayo mwaka wa kwanza, ukapewa mwanamke na Kibaki mwaka wa pili, ukapewa mwanamke na Uhuru mwaka wa 3, ukaingia kwa nyumba mwaka wa kwanza hakuna nge, ya 5 hakuna nge, ya 4 hakuna nge. Ndio tusema kwamba William Ruto achukue msichana nangi kwa nyumba amtie vijana wasichana wote waingie katika nyumba moja. Bwana Boloi. Na hivyo nitakuwa na imani na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Njesi ya Raila nilikuwa Mporo Mtwabori namba 1. Lindikiri Mheshimiwa kisikia ni mzuri sana. Njesi ya Raila namba 1 alikuwa ni Mporo Mtwabori katika Meru community. Hakuna mahali siku kanyanga. Na ndipo mimi nimeamweti ya kwamba Raila Amolo Odinga, kama wewe ni mwanaume kanyanga Meru town. Kama wewe ni mwanaume kanyanga Gembe. Kama wewe ni mwanaume kanyanga Tigania. Mporo Mtwabori ile rungu alikuwa anaweka kando, nimeitoa, nitakuuma, nitakurarua, nitafanya kila kitu. Na kwa hivyo wananchi wapendwa, sisi tusema kwa Mheshimiwa Rais, hakuna maana ya salamu, tumekataa. Akitaka salamu akuwe kanisa yetu ya Catholic. Tusalimiane. Toke hivi nkethani nanke hivi siawendo gai ni nawete endo wakugana. Amen. Salamu ya Raila Amolo Odinga ayo kanisa Catholic. Tusalimiane. Salamu ya amani. Lakini ya status ya OP ya Ruto tumekataa. Mmekataa? Wangapi wamekataa? Weka mkono. Tumekataa. Kwa sasa Mwenyezi Mungu awabariki na wachunge. Kuna wimbo ya Ruto ambayo napenda. Na ningechuka hapa bila kuimba hiyo wimbo atakasirika. Na mimi najua anakuja Mikidoi very soon. Wimbo inasema moto wa Ruto moto ume. Halafu tutakuwa tele Saitani anainama ukainama tewa. Anainuka uokira. Anaangalia. Tewa. Huyo haya moto wa Ruto moto
Moto wa vijana moto. Moto wa Rigathi moto. Moto wa Wakenya moto. Raila anainama, akaangalia, akaona Ruto, akatoroka. Hoya! Nugu. Haya. Watu wa Chuka na watu wa Mara, wacha nichukue nafasi hii jameni, niwashukuru sana. Na mimi niwahakikishie tutarudi hapa tena kwa mambo yenu ya maendeleo. Mjue tunawapenda sana. Tuko na MCA wetu jameni wa area. Wapi huyo MCA? Panda hapo. Huyu MCA wetu awasalimie. Anaitwa Gaki. Asante sana rais kwa kufika hapa Chogoria. Wananchi wote wa Mara, mjambo. Asante sana rais. Mimi kwa majina naitwa Mawera. Mimi ndio MCA hapa Chogoria na tunakukaribisha sana. Kuna vitu mbili ambavyo watu wa Chogoria waliniomba ikuombe siku ya leo. Wakati deputy president alifika huku Tharaka Nithi, tulikuwa tumeshikana na gavana wetu tuliongea tukasema jaribu tu kusafisha barabara, wananchi wanataka kusafisha barabara, kutoa mawe kwa barabara. Hii barabara ilikuwa imewekwa tu na maskari wanahakikisha kwamba usafiri unaelekea na unakuwa safi na usafiri uko sawa kabisa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kusema kwamba sisi tulikuwa kufahamisha kwamba ile gari ya kumwagilia waandamanaji maji tayari ishafika katika sehemu hii, na tunataka kuhakikisha kwamba tunakuletea uhundo kamili kutoka sehemu hii na taswira mzima kutoka maeneo haya ya Kisii. Na hapa ni karibu na geti ya hospitali kuu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Iko katika upande hapa jinsi ambavyo inakuonyesha, na kisha baadaye na hapa ni cathedral, si cathedral samahani, na hii kanisa hapa ni parish ambayo ni ya Kisii. So kwa hivyo ya kapto na kibiri sawa. Haya, tunaenda hivi. What? It's okay. Pande vote. Direct. So business, maduka zimefungwa hapa, maduka zimefungwa, hakuna kitu inaendelea, duka zimefungwa isipokuwa biashara tu iko hivyo kwa Kisii. Nasema kwamba biashara hakuna, ni biashara kidogo ambayo zimefunguliwa. So
ni biashara kidogo kidogo ambazo zimefunguliwa. So tunapanda tunarudi Capital ni rudi kiona kwamba taswira ndio hivyo, biashara zimefungwa kabisa, maduka yamefungwa. Hapa ni maeneo ya market, na hapa kuna biashara ambazo zinafanyikanga hapa kati hizi buildings ambazo ziko katika sehemu hii. There's nothing happening. Hapa chini mama mboga hawako. Hapa kuna taxi. Hii hapa ni taxi ya Kisii. Hapa ni taxi area. Ukiona kuna gari tatu ambazo ziko hapa, lakini wakati mwingine zinakuwa zimejaa hapa kwa sababu hii ni taxi ya mji wa Kisii. So taxi zote zinakuwa katika sehemu hii, lakini kwa leo hakuna. Huku katikati kuna biashara ambayo inafanyika. There's nothing happening. Kusema kwamba ni tu hakuna nothing happening from this side. So kwa hivyo kitazama kutoka sehemu hii ya hapa ni baadhi ya watu ambao katika sehemu hii, na hapa nikifanya msunguko ni maskari tu, kila sehemu ni maskari, kona ni maskari, ni ulinzi wa kutosha katika sehemu hii. Lakini baadhi ya magari ya usafiri ya matatu pia kuna mgomo, hakuna magari kwa barabara, ni wanabodaboda tu wako wanapiga tu shughuli kutoka kwenye mji huu wa Kisii. Lakini baadhi ya maduka mengi ambazo kitazama kutoka sehemu hiyo nyuma yangu zote zimefungwa, duka mingi zote hazijafanya kazi leo. Ukitazama hapa tukienda tu mbele, bado hapa duka zimefungwa, hakuna duka ambazo zinafanya kazi. Ukiona kwamba duka mingi zimefungwa, hizi ni maduka kubwa ambazo ziko hapa, hakuna biashara ambazo zinaendelea hapa. Pia ni kuna na taxi, there's nothing iko hapa. Tutakuwa nafanya msunguko wa mwisho wa kupita barabara ya pale Ram. Niyo nitakuwa na malizia barabara nirudi tena zangu. Hapa kuna taxi na kwanga hapa, pia hakuna gari hata moja. Hapa ni zonic na hakuna kitu ambayo inaendelea. Hapa ni zonic area, there's nothing happening from this side. Kote kumefungwa na hakuna kitu inaendelea. Naam. Hapa ni barabara kuingia katika eneo ya Mashauri. Tutafanya msunguko tu wa kurudi katika sehemu ile ya kuingia kwenye sehemu ya Ram. Na sehemu nyingine hapa naona kwamba ni maandalizi ya wana ulinzi, maaskari ambao wanaenda kujitayarisha. So hivyo wanafanya msunguko nifike kwenye barabara hii, ni ile ya kufika kule Storm, nitakuwa naenda Prisons, lakini sitaingia Prisons. Mimi nitakuwa naacha kwenda daraja moja, nitaacha kwenda Prisons, niende hii barabara ya kuingia stage. Hapa maeneo ni ya Ram, na kuna baadhi ya biashara tunaingia hapa. Kuna baadhi ya biashara ambazo zinafanyikanga, wale wafanya biashara wanakuanga katika sehemu hii, naona kwamba kumefungwa. Katika sehemu hii ya chini pia hakuna biashara ambayo iko, lakini kuna baadhi ya wawili watatu ambao wameweza kurejea kwenye biashara yao ya kawaida, lakini wengi naona kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Wakati mwingine ukipitanga hii barabara inakuanga na jam, wakati mwingine hii barabara inakuanga na jam kwa sababu ya ile ni ya kuingia stage. Hii barabara kuingia stage kuu ya Kisii. Lakini kitazama hakuna kitu inafanyika, biashara hapa zimefungwa, zinakuwa katika maeneo haya. Kuna wale ambao wanasanga nguo hapa, viatu, nini. Hapa hakuna. Hapa kuna kuanga na stage, gari zinakuanga hapo, kinga stage kuna jam, lakini kuko empty kumaanisha kwamba hakuna ile kitu ambayo inaendelea. So kwa hivyo sisi hapa ni kusunguka na kupika tukiona tu mbele, kwenda tu mbele direct, na kisha kuangalia kwamba yanaenda kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hii ni barabara ya kuingia stage, kuona kwamba hali iko vipi. Biashara hapa hazijarejea tu, ni wachache tu, wawili watatu. Tunarudi tu, tunaenda tukimalizia, tunarudi na meza shughuli mzima. Hivi ndio town iko, na hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo kiana hapo, hii ni supermarket ambazo zimefungwa. Supermarket zote zimefungwa hapa. Kazi hizi maduka zinakwanga katika sehemu hii zimefungwa, hazifanyi kazi siku ya leo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba kutakuwa na maandamano kama yale ambayo yalishuhudiwa ile siku ya Ijumaa wiki jana. So hapa pia kuna kuanga na wale wauzaji manguo hapa, viatu. Hii sehemu yote ni safi. There's nothing. Tunazunguka hivyo na tunamalizia katika sehemu
hii sehemu tunamalizia sehemu ya Hema, tunamalizia barabara ya kumalizia Hema huko chini. So kwa hivyo hivi ndio taswira mzima. Hivi ni roundabout ya Capital na hapa ni waliweka pia mpango pale milioni 500 na hiyo sewage system imekamilika. Na hata ile ya Chuka kule town tutakamilisha kufikia mwezi wa 9. Tumeelewana jameni? So hiyo mpango yote tutafanya pamoja na nyinyi. Na tumekubaliana na viongozi wenu. Huyu baba yao ametusumbua sana. Mara tukikaa anapiga kelele. Vile vile mimi najua tuko na hii barabara. Huyu baba yao anasema siku hizi hata kusimama hapa ni shida. Ati mmemharakisha sana. Na mimi sina amani, ameniharakisha hata mimi. Nilikuwa nashangaa huyu mtu ananiharakisha kwa nini? Kumbe nyinyi ndio mmemweka pressure. Bas, mimi sasa nimekujia hiyo kazi. Nataka tu mnipatie nafasi kidogo. Si mnasikia tumesoma budget juzi. Tumesoma budget, tumeweka pesa bilioni 60 ya mabarabara. Na kati ya hizo mabarabara ni hii barabara yenu ya Chogoria Weru. Si imebaki kilomita 13. Basi hiyo mahali imebaki, hii watu wakiwacha kunisumbua nipitishe budget yangu na kuja kuleta pesa hapo tumalize hiyo maneno. Tuko pamoja? Tunaelewana jameni? So mnipatie tu nafasi kidogo, na lakini mwezi 1-2 nitakuwa hapa na hiyo barabara tutakuja kusukuma naye. Nikichelewa nitatuma waziri Murkomen, rafiki ya huyu baba yao, atakuja wapange pamoja. Tumekubaliana? Kazi ingine hiyo yote mnataka, bado tuko na dams nyingi. Hapa Tharaka Nithi tunajua kule Tharaka mnahitaji dam ya Kidhino. Hiyo maji ya Kidhino, dam ya Kidhino iko katika mipango yetu na waziri anajua. Tuko na dam zingine hapa na pale Ura pande ile kuserve the other side of Ura dam. Tutapanga hiyo vile vile ndio tuhakikishe ya kwamba mnapata maji hapa Tharaka Nithi. Na Tongo, tuko na dam kidogo ya Tongo hapo ambaye italete maji Chuka. Hiyo dam vile vile nimeambiwa hakuna pesa. So nitaenda kutafuta pesa. Shilingi milioni 500 inatakikana pale, nitaenda nipige hesabu. Si ndio? Na mtanisaidia, si ndio? Tutapiga pamoja. Tupange mambo hiyo ya hiyo dam. Na mambo ya stima tutashirikiana na hawa viongozi. Mambo ya technical training college yenu, iko wapi ile technical training college tulichenga? Tuko na Muraga hapa chini, technical training college. Kwa sababu hiyo college tunataka vijana wengi waende wasome. Katika budget yetu ya mwaka huu tumeongeza pesa ya scholarship ya watoto ya Muraga hapa. Kwa sababu tunataka watoto wenu zaidi wapate nafasi ya kusomea ufundi, teknolojia na taaluma zingine, ndio tuwapange na ajira. Tumekubaliana? Vile vile university yenu ya Chogoria ilikuwa karibu inakwama kwa sababu ya kukosa pesa ya serikali. Sasa tumepanga vizuri katika budget hii yetu. Tumeongeza pesa. Pia tunaajiri walimu. Mnakumbuka Januari mwaka huu niliwaahidi ya kwamba tutaajiri walimu. Hatutaki watoto wetu waende shule, waende watangatange, wakute kuna mwalimu shuleni. Januari mwaka huu tuliajiri walimu 35,000 Kenya. Saa hizi inaendelea pia kuajiriwa walimu wengine 20,000. Kwa mwaka mmoja tunataka kuajiri walimu 55,000 kwa sababu tunataka watoto wetu wapate elimu, na kwa sababu elimu ni kitu ya muhimu sana. Ndio inasawazisha mtoto ya rais na mtoto wa mama mboga wanakuwa sawa kwa sababu ya elimu. Nyinyi mnaelewa? Nelson Mandela alisema the greatest equalizer is education. Mahali kunapatikana usawa ya mtoto wa tajiri ama maskini ni kwa sababu wanaenda shule, wanasoma kitu sawa, wanafanya mtihani sawa, hakuna mtihani ya huyu ama yule, na hapo ndio tutahakikisha kwamba hata yule mtu wa chini anaweza kuwa kitu katika Kenya hii kwa sababu ya elimu. Na ndio sababu tumeweka pesa nyingi, tunaajiri walimu,
tumeweka pesa ya TVET, tumeweka pesa ya university, na pale university tumesema tofauti na vile imekuwa ikiendeshwa. Tumesema mtoto ya mtu ambaye ni mtu wa chini apatiwe 100% scholarship. Na tumesema watoto 45,000 from vulnerable families will get full scholarship. Hawatalipa chochote pale university. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba mtoto wa kila Mkenya, hasa wale wa Kenya ambao wako chini, wanapata nafasi ya kusomesha watoto wao, so that we can also create equality in the Republic of Kenya. Tumeelewana jameni? Simuliona niliketi chini na vice chancellors wote mpaka tukakubaliana kwamba lazima tuwe na mpango ambayo ni sawa sawa. Vile vile nyinyi ni wakulima na mimi nataka niwapongeze. Wakulima wote wa Kenya ni mashujaa wa taifa letu la Kenya. Nyinyi ndio mnazalisha chai, mnazalisha kahawa, mnazalisha mahindi, mnazalisha mchele, mnazalisha chakula yote ambayo tunatumia katika taifa letu la Kenya. Mimi nawapongeza na niliwaambia tutawashika mkono. Na ndio sababu mwaka uliopita tulitumia karibu shilingi bilioni 7 kuhakikisha kwamba mnapata mbolea. Ile mbolea mlikuwa mnauziwa shilingi 5,600, tulisema ikuje shilingi 3,500. Na tumefanya hiyo Kenya mzima. Tumesambaza mbolea karibu magunia milioni 4. Na wakulima wamefanya bidii mpaka hata wameongeza ardhi yenye wamezalisha chakula by 200,000 new acres. Mimi nawaambia wakulima wote wa Kenya pongezi, nyinyi ndio mashujaa. Kwa sababu niwaambie ndugu zangu, hakuna njia ya kuondoa njaa Kenya hii. Njia ni kusaidia mkulima azalishe chakula, ndio chakula ikuje ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa. Wale marafiki zetu wengine kwa sababu ya kukosa akili wanaweka sufuria kwa kichwa ati ndio unga itapungua. Sasa hata kwa madawa, hata kwa uganga, uweke sufuria kichwa, hata uweke mwaka moja, unga itapungua? Si ni ukumbavu? Ama namna gani? So ndio mimi nimewaambia wacheni tupangane na wakulima. Na mimi nataka niwashukuru wakulima kwa sababu ndani ya miezi miwili ijayo tutakuwa tunavuna chakula ambayo haijawahi kuonekana Kenya. Kwa sababu Mungu ametubarikia na mvua, wakulima walipata mbolea, na katika hii budget ya mwaka huu ndio mnaona hao watu wanatusumbua. Nimeweka pesa sio ya magunia milioni 4 kama mwaka huu, nimesema tuongeze mpaka magunia milioni 7 kwa sababu mimi nataka tuongeze mambo ya kuzalisha chakula ndio tufukuze njaa once and for all. Nyinyi mnanielewa jameni? Tuko pamoja? So hiyo ndio mpango yetu tuko naye, na tunataka kusukuma mpaka tuhakikisha kwamba tunafukuza njaa. Kweli ama si kweli? Na lazima kama serikali tupange mambo ya ajira niliwaeleza. Na ndio sababu hiyo mnaona hapa Tharaka Nithi tumekubaliana na huyu Onesmus Muthomi Njuki. Tunajenga pale aggregation an industrial park ya Tharaka Nithi ambayo tutatumia shilingi milioni 5, mupate mahali kama wakulima ya kupeleka. Watakuwa wanafanya kazi Marekani, wanafanya kazi Ulaya, lakini wanafanyia wakiwa hapa nyumbani. Inaitwa digital jobs. Tunaelewana? Leo asubuhi nimekuwa na mawaziri wawili wa kutoka kule Saudi Arabia. Nilikuwa asubuhi leo na pia balozi wa kutoka kule Qatar. Kwa sababu tumekubaliana na wao, wanahitaji vijana milioni 1 wengine ambao wataenda huko kufanya kazi, na mimi nimewaambia tumesomesha vijana wengi. Vijana wengi wako na certificate, wengine wako na diploma, wengine wako na degree. Ni kweli ama si kweli? Na wanaweza kwenda kufanya kazi mahali popote. Tayari tuko na vijana wengi wanafanya kazi. Kwanza Saudia tuko na vijana tayari 1,200 wanafanya kazi huko. Na wameniambia wale wa Kenya ni wafanyikazi wazuri, ni watu wa bidii, wako na nidhamu, wanajitolea. Wakaniuliza wanataka vijana wengine milioni 1 waende kule wafanye kazi. Ninyi mnanielewa? Na hiyo mpango yote ya ajira ya hawa vijana ni kwa sababu hakuna vile tunaweza kubadilisha Kenya
kama vijana wetu wanasoma alafu wanakuja nyumbani na hakuna nafasi ya ajira. Lazima tupange kama serikali. Sio kama mnaelewa. Ndio kwa sababu unasikia ile mtu ya maandamano anakasirika na mimi, sasa ameharibu, amevunja maduka, amevunja sijui nini, ameweka vijana wakaharibu mali, amezusha mpaka maafa imetokea kwa sababu ako na hasira ati vile nimepanga atakosa watu ya kufanya maandamano na atakosa watu ya kutupa mawe. Mimi nauliza nyinyi watu wa Tharaka, kuna mtu anazaliwa ili aende afanye maandamano? Kuna mtu anazaliwa ili aende atupe mawe? Hii mtu ya kitendawili mimi nataka niwahakikishie. Hii mtu ni mtu ya kisirani. Si ni kweli? Ndiye amesimama mara 6 akianguka. Kwa sababu anaangushwa hata mpaka na Mungu kwa sababu ako na kisirani. Kule alizusha mambo ya mapinduzi ya serikali. Wakenya wengi wakakufa huko serikali ya Moi. Amekuja akaangaisha Kibaki hapa katikati. Mara anamuuliza mkeka, mara anamuuliza choo, mara anamsema nini. Muda ikapotea, kazi haikufanyika. Akakuja akadanganya Uhuru. Ile Big 4 tulikuwa naye ikazama. Akatupeleka BBI mpaka ikaingia kwa madeni. Sasa ndio huyu amefika tena na mpango ya maandamano, kupiganisha watu, kutumia vijana kuharibu mali, ndio hiyo maafa imetokea. Ati ndio yeye aturudishe nyuma, tusifanye mpango ya ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Tharaka, mnataka tukubaliane na hii mtu? Tuko pamoja? Nimkalie ngumu? Mnasema nimkalie ngumu? Bas, hiyo ni amri. Mnajua sasa nyinyi ndio mmeniajiri. Nimkalie ngumu, awache kuharibu mali. Na awache na vijana wa Kenya kutumia hawa kuharibu mali na kupiganisha watu na kutuletea kisirani. Awachane na mali ya Wakenya. Ndio mumesema? Hebu ni wale wala anasema huyo mtu. Na ndio mimi nataka niwahakikishie. Sawa sawa? Kwa sababu we cannot accept anarchy in the Republic of Kenya. Na ndio mimi nawaambia our handshake brothers, nyinyi mnapanga, mnatumia pesa mlizoiba kupiganisha Kenya, kununua vijana waharibu mali, walete fujo, walete maafa, kwa sababu hamutaki tuendelee kama Wakenya, mnataka kutuweka mateka wenu. Lakini mimi nataka niwaambie tutajikomboa kama Wakenya. Tutahakikisha kwamba tumefanya mpango watoto wetu tuwasomeshe. Tutafanya mpango hawa vijana wengi, na ndio nimesema mwaka huu kupitia mradi wa housing, mpango ya housing ambayo